Kwa hiyo nasema Daudi Albert Bashite pamoja na wenzake wawili, mmoja anaitwa Chris ambaye ni mfanyakazi wa Clouds na mwingine anaitwa Daudi Sudi Brown. Huyu Sudi Brown ana jina lake, huwa mnamuona anavaa ninja na jina lake. Sasa leo nilikuwa nataka nimweke wazi jina lake, anakaa wapi, anaishi mtaa gani, anafanya shughuli gani. Sikiliza vizuri. Ukiingia kwenye vita na mimi jipange. Unapigana na Bwana jipange. Andaa madesa, unagombana na Bwana jipange. Mimi nazungumza kwa niaba ya Bwana aliyewafanya watu, aliyewaumba watu kwa mfano wake. Nitaka nimtandike huyu Sudi Brown, lakini naomba univumilie kidogo, nitakwambia kuna jambo hapa. Najua Mungu ni mwingi wa rehema na mwingi wa huruma. Kila ninachokisema mimi amesema Mungu. Na usipokiona hakijatokea leo, baada ya wiki moja, wiki mbili, wiki tatu, tunaanua tanga, tunamaliza biashara. Kwa hiyo huyu Daudi Albert Bashite wakamchukua huyo mama, mke wa Saidi Kipingu, wakamchukua ile siku ya Jumatano usiku, wakaenda naye usiku wakijua mchungaji Gwajima hafahamu. Wakamchukua mpaka Sinza Mori. Ukifika pale iko barabara inayoelekea Johannesburg Hotel. Wakaenda hiyo barabara ya Johannesburg Hotel karibu na Wanyama Hoteli, wakaanza kufanya recording yao wakimsumbua huyo mama chizi aseme kwamba alikuwa na uhusiano na mchungaji Gwajima na amezaa na mchungaji Gwajima. Kwanza hapo nataka niwahakikishie kwamba kuzaa mimi nazaa. Eti Grace, Grace hebu nipe mkono. Mimi kuzaa nazaa. Nikukumbatie Grace, niwaambie kwamba kama ni issue ya kuzaa, mimi nafanya nini? Nazaa. Sitaki issue ya kuzaa iwe msamaha, nazaa. Mwanaume kuzaa bwana. Mwanaume ambaye hazai hana nini? Mwanaume kuzaa bwana. Unasikia Nataka niufute mjadala ule kwamba Gwajima anazaa au hazai. Nazaa. Na nimezaa kimwili, nimezaa kiroho. Na wale wote unaoona hawa ni wanangu, hebu wanangu simameni mseme amen. Mama nataka swala la kuzaa ni baya, nazaa jamani. Mimi sio padiri, mimi ni askofu na nazaa. Amen. Sasa wakamchukua huyo binti, huyo mama kichaa, hana akili vizuri. Wakamchukua mpaka pale Sinza Mori karibu na Wanyama Hotel, wakiwa na maelekezo ya Daudi Albert Bashite ambaye ndiyo huyo anayesumbua mjini, kwamba warekodi video ya kumkashifu mchungaji Gwajima kwamba kazaa na yule kichaa. Lakini rahisi tu, hata kama Gwajima angekuwa anazaa kweli, basi azae na wazuri basi. Basi azae na wazuri basi. Kwa hiyo nataka kuwapa chanjo. Mtu akiwaambia mitaani pale mchungaji wenu ameambiwa amezaa na kichaa na hivi na hivi, usimwambie hapana. Mwambie aliyezaliwa ni mdogo wetu, tuleteeni tumlee, tukae naye, tumlishe. On every dubious question, you will always attract a dubious answer. Kwenye kila swali au hoja ya kipumbavu itavutia jibu la kipumbavu. Lakini wacha niendelee. Huyo mama
Asante, nazaa. Kwa hiyo huyo mama ni kichaa. Hawakujua kwamba ni kichaa. Ana mume wake yupo, baba mkwe wake anakaa hapa. Hawakujua ni kichaa. Lakini Albert Bashite alikuwa na lengo amchafue Askofu Gwajima, kama ambavyo lilikuwa lengo lake la kwanza la awali. Nikimsema Askofu Gwajima anauza madawa, waumini wake watakataa kumwamini. Sasa ndio naaminiwa kufa mtu. Ndio naaminiwa kufa mtu. Kwa hiyo akawachukua hao vijana wale, wakaanza kurekodi kile kipindi kwa maelekezo ya Daudi Albert Bashite. Sasa walitakiwa na Daudi Albert Bashite hiyo recording hiyo ya kumkashifu mchungaji Gwajima wairushe kwenye televisheni ya Clouds. Ilitakiwa irushwe tarehe 17 mwezi wa 3 2017, Ijumaa, kuanzia saa 3 usiku mpaka saa 3:30 usiku kwenye kipindi kinaitwa Shirawadu. Ilitakiwa irushwe saa hiyo. Walikuwa wamepanga warushe hicho kipindi. Sasa jambo lililotokea ni kwamba wakashindwa kurusha kwa sababu ya sheria ya habari. Unajua sheria ya habari inataka mawasiliano ya uhakika ya pande zote kabla hujatoa habari yoyote. Na sheria ya habari imesainiwa na Mheshimiwa Rais juzi, bado iko hai, ambayo ninaweza kumbeba mtu mahakamani nikamsomba mpaka akatokwa na mapofu mdomoni mwake, asitoke maisha yake yote. Kwa hiyo wakashindwa kurusha kwa sababu ingawa wale walikuwa wanatumiwa, vijana wale wanatumiwa, lakini ile management ikashindwa kurusha. Waliposhindwa kurusha ile Ijumaa kuanzia saa 3 kamili usiku, Daudi Albert Bashite alikuwa amekaa kwenye televisheni yake akiwa anajua kwamba sasa kile kipindi cha Gwajima kuaibishwa kinakuja. Sasa amekaa kwenye televisheni anasubiri. Naomba msikize vizuri habari za kiumbe huyu wa ajabu. Kiumbe wa ajabu ambaye ameshaweka miguu kwenye mashine ya kusaga na kukoboa. Atageuka sembe. Sasa Daudi Albert Bashite alikuwa amekaa kwenye television anasubiri, kwa sababu ameshawatengeneza ili kwamba warushe. Kwa bahati mbaya management ya Clouds na watu wengine wakaona, bwana, kipindi hiki hakina ukweli. After all, mtu mwenyewe ni kichaa, hatuwezi kurusha kipindi cha kichaa. Baadaye akapimwa akaonekana kichaa, hatuwezi kurusha. Ile management ya Clouds. Sasa yeye kwa sababu alikuwa ameseti watu wake wa kipindi, akawa anasubiri kipindi kiruke. Ilipofika kama saa 3:20 hivi, akaona kipindi kilichotengenezwa na mkuu wa mkoa, maana yake na serikali ya mkoa wa Dar es Salaam, kwa lengo la kudhalilisha maaskofu. Unaweza kujiuliza ambavyo mtu anaweza kuachiwa serikali ya mkoa akawa anatengeneza vipindi ili adhalilishe maaskofu. Ameachiwa na serikali. Mimi nashangaa. Ila kitajulikana. Mwambie mwenzako kitajulikana. Sasa alipoona kwamba hakirushi, akaenda yeye mwenyewe usiku. Hiyo siku ya Ijumaa kama saa 3:20 anawahi kipindi kabla hakijaisha. Mbona hawarushi? Akaenda yeye mwenyewe na gari 2 na askari ndani yake, watu wenye mitutu ya bunduki. Wakafika pale Clouds kwenye geti, wakaomba kufunguliwa. Mlinzi kwa sababu ya kuogopa na nini akasema afungui, wakaweka kwenye chemba na mtutu wa bunduki. Baadaye wakafungua, na walikuwepo polisi na askari wengine. Wewe unajua wanajeshi, lakini kuna askari wanavaa makirikiri. Najua wanakotoka. Usiseme wanajeshi,
ni askari lakini amevaa makirikiri pamoja na polisi, na wajua wanakotoka, najua jina la polisi mwenyewe na najua mwenyewe aliyekuwa na silaha. Walikuwa na silaha wawili. Hii ndiyo Tanzania ambayo tunataka kuishi kwa uhuru na kweli na haki. Lakini mjinga mmoja ameachiwa shoka, amebeba shoka sokoni. Mjinga mmoja ameachiwa shoka sokoni, anazunguka nalo kwenye soko. Alipofika pale akalazimisha kuingia. Wale walinzi pale wakamzuia, bwana, unajua sasa hivi kipindi kinaendelea, ni muda wa kuperform, pigwa mtama. Wakaingia mpaka mle ndani kwenye kipindi. Ndio maana nimekwambia huyu Sudi Brown nitaka kumvua nguo leo, lakini nitakuelezea kwa nini sitamvua leo. Nitamvua baada ya sharti fulani. Sikiliza kidogo. Walipoingia mle ndani wakamkuta yule mwenye kipindi anaitwa Kwisa pamoja na huyo Chris pamoja na Sudi Brown. Wakawambia, kwa nini hamjapiga kipindi cha kumzalisha Askofu Gwajima? Wakasema, mheshimiwa, hatuwezi kupiga kwa sababu kio kinyume na maadili, hata hivyo ni uongo. Hata hivyo ni uongo. Kwa nini walijua ni uongo? Kwa sababu yule mama alikuwa anapatikana. Mama alipokuwa anahangaika, nikamwambia viongozi wa kanisa, hebu mtafuteni yule mama wakamtafuta Jumamosi. Mama mwenyewe yupo, akatuelezea, jamani, mimi mnisamehe, nilikuwa naelekezwa na Daudi Albert Bashite na watu wake, jamani mnisamehe. Akaomba msamaha, tukamwongoza sala ya toba. Alikuwepo Pastor Ferista, alikuwepo Pastor Debbie, na tumemrekodi. Unaona maneno hayo sasa? Alafu mtu kaachiwa mkoa, tena mkoa wenye wasomi. Mtu anabeba polisi, anabeba askari kwenda kuteka kituo cha television. Alipofika pale wale mabwana, ndio maana nimesema nimemstahi huyu Sudi Brown pamoja na mwenzake Chris na Kwiza, wakakataa. Walipokataa, mmoja kapigwa mtama. Sudi Brown mwenyewe kapigwa mtama chini, kakanyagwa. Kwa nini anakanyagwa? Ni yale matunda aliyokuwa ameanza tangu anarekodi hiyo video. Kila apandacho mtu ndicho atakachovuna. Yeye atakayeua kwa upanga, naye atauawa kwa upanga. Yule producer mwenyewe akaja kutetea, bwana hapana, akakamatwa na yeye akapigwa na kitako cha bunduki. Yule mwingine naye akaja akawekewa mtutu usoni, anaambiwa ile recording tunaitaka, ilete hapa. Kuokoa maisha yake, ndiye akachukua ile recording akampa Daudi Albert Bashite, au kwa jina la Paul Christian Malanja, au Makonda kwa jina feki, akamkabidhi. Nataka ujiulize, television imetekwa. Ule ujasiri wa huyu mtu kubeba jeshi wakati wa usiku kwenda kuteka kituo cha television. Anatafuta DVD moja aliyoitengeneza ya kumzalisha askofu, analazimisha ipigwe. Ameteka kituo cha television. Amehama tu kwenye beki feki, ameingia kwa Daudi Albert Bashite, jambazi. Jambazi. Ndugu zangu, baada ya hapa nitawatumia video ya Daudi Albert Bashite akiingia yeye mwenyewe hapo crowds akiwa na askari wenye silaha. Nitawatumia video sasa hivi. Nitawatumia video ya mkuu wa mkoa anaingia kwenda kuteka kituo cha television. Nitawatumia video kwa sababu hapa tuko maelfu. Nikiituma moja, baada ya dakika 5 kila mtu atakuwa nayo. Nataka uwaze mambo.